Gesa tatu mola. Naam, mtazamaji wa Bongo Sauce, karibu katika dondoo za michezo, ikiwa leo ni siku ya Jumanne ambapo tunakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani kwa yale ambayo yote hujapata kuyasikia na ambayo umeyasikia lakini hujayasikia kwa undani. Bongo Sauce tunakusogezea hapa taarifa hizi kuanzia muda huu saa 11 kamili mpaka pale saa 12 kamili. Tuna risali moja la kukutaarifu yale yote ambayo huyafahamu na utayafahamu kupitia Bongo Sauce. Yes, yapo machache ambayo utasikia na utayafahamu kwa undani zaidi. Kwa hiyo endelea kufuatilia Bongo Sauce ambapo tutakusogezea taarifa mbalimbali za kimichezo kuanzia mida hii ya saa 10 kamili, 11 kamili kumlazi, mpaka hapo itakapofika saa 12 jioni. Hii ni Bongo Sauce. Endelea kusubscribe, kulike na comment na kushare video zetu. Bana, kumekuwa na taarifa tofauti ambapo watu wengi mmekuwa mkiziona kupitia mitandao ya kijamii. Taarifa nyingi zinaelezeana kuhusu swala zima la, tuanzie kwa kocha Fadru, ambapo inadaiwa kuwa muda wote kuanzia sasa kocha Fadru anaweza kaachana na matajiri wake wa sasa, yani Simba Sports Club. Sasa je, kuna undani wa hiki ambacho kinachozungumzwa ama vipi? Je, kuna undani wa hiki ambacho kinachozungumzwa ama vipi? Na kupitia vyanzo mbalimbali imeeleza kwamba huenda kocha Fadru akang'atuka ndani ya kikosi cha mnyama Simba. Moja ya taarifa ambazo zimekuwa za kushtusha hasa kwa mashabiki, wadau wa soka na pia hata wale watu wa karibu ambao wanasema kwamba huyu ni mtoto wa karibu Fadru, David Fadru David, kocha wa Simba. Hizi taarifa vipi tena? Na katika mengi ambayo yanatajwa kutimkia katika kikosi cha matajiri wa Morocco, kikosi cha Wydad Casablanca. Sasa je, taarifa hizi zina ukweli kiasi gani? Na tumebahatika kuzifuatilia kwa undani na chanzo chetu cha habari kimetuelezea kwa karibu taarifa hizi
na sisi Bongo Source tumeona haina budi kuacha bila kupita nayo katika dondoo zetu za michezo jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 29 ya mwezi wa 4. 29 ya mwezi wa 4. Kama bado hujasubscribe, hujalike na kucomment, basi endelea kusubscribe na kulike na kucomment video zetu ili kuendelea kuwa wa kwanza kuhabarika pindi pale ambapo tutaendelea kukusogezea taarifa mbalimbali ambazo umepitwa nazo. Na taarifa hizi ni miongoni mwao za kimichezo ambazo huna sisi tunazo, tunakusogezea. Basi usisite kuendelea kuwa karibu nasi. Tuna taarifa kemu hapa. Taarifa kemu. Taarifa kemu. Bana, tuachane na Fadru, tuhame huko. Taarifa za Fadru, tuhame huko, tuende na taarifa nyingine. Tuende na taarifa nyingine, tuachane na taarifa za Fadru huko. Sisi tuende na taarifa zingine ambazo kwa sasa ni kwamba ngoja nikusogezee taarifa ya Fadru kwa undani zaidi. Kitu ambacho hukifahamu sisi tunakifahamu, wewe ukijui sisi tunakijua kwa undani. Basi acha sisi tukusogezee muda huu kuhusu kocha Fadru kutimkia Wydad Casablanca. Kwa mujibu wa baadhi ya vyanzo vyangu vya habari, inaeleza namna hiyo, huenda katimkia zake Wydad Casablanca, na nikupitishe tu kwenye undani wa taarifa hii. Inasema kwamba kocha mkuu wa klabu ya Simba kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlu Davis ataondoka mwishoni mwa msimu huu na kwenda kuwatumikia Wydad Athletic Casablanca. Makubaliano haya yamefanyika. Fadlu Davis yeye mwenyewe yupo tayari kujiunga na Wydad Casablanca mara baada ya tamati ya msimu huu. Kwa manake Fadlu yupo tayari kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yamezungumzwa kuhusiana na kuondoka kwake ndani ya kikosi cha Simba, na wengi wameelezea undani wa kikosi cha Wydad Casablanca, hususani katika swala zima la wanapokuwa wanamhitaji kocha yule ambaye wanamhitaji, basi ni lazima wahakikishe wanampata. Walifanya hivyo kwa Mokoena, yule kocha aliyetokea klabu ya nchini Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns, na akajiunga ndani ya kikosi cha Wydad Athletic. Kwa hiyo mimi nikupitishe hapa ka historia fupi ya Fadlu Davis ya kujiunga na tangu alipo safari yake ya mpira mpaka hapa alipofika, na
umfahamu kwa undani zaidi kuhusiana na swala zima la yeye kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca. Kwa mtu ambaye amfahamu, Fadlu Davis amezaliwa mwaka 1981 katika jiji la Cape Town, Western Cape, nchini Afrika ya Kusini. Amecheza soka na katika soka lake amecheza katika nafasi ya ushambuliaji, yani striker. Striker, mshambuliaji. Amekuwa kwa sasa ni kocha mkuu wa klabu ya Simba, timu ambayo ipo katika ligi kuu Tanzania bara, na pia ameshacheza takriban vilabu zaidi ya 8 kabla ya kuhamia katika tasnia ya ukocha. Moja ya vilabu ambavyo ameshawahi kupita navyo ambavyo alianza, na kwa bahati mbaya hawajaonyesha ni mwaka gani ambapo alipita ama alijiunga napo, ni klabu ya Mwanza City. Klabu hiyo haijaonyesha ni mwaka gani ambapo alipata kujiunga, na pia haijaonyeshwa ipo katika utaifa gani. Lakini pia ipo klabu ya Manning Rangers, Engin Santos, Cremonese Burgas. Zote ni vilabu ambavyo Fadlu Davis aliweza kujiunga navyo kipindi kabla hajaanza kuingia katika tasnia ya ukocha, ya ualimu wa ukocha, ama kustaafu soka na kukimbilia katika ukocha. Alijiunga pia katika klabu ya Avendale Atletico, na takwimu zinaanza kuonyesha hapo kuanzia mwaka 2004 mpaka 2005 alitumikia klabu ya Vasco da Gama ya nchini Afrika ya Kusini, HP Silver Stars, Maltizabuga United. 2012 ndio ambapo alitandika daruga, na katika timu ambayo alibahatika kutandika daruga ya Maltizabuga United ndio timu ambayo ameweza kuanza nayo kufundishia, yani kuwa kocha katika timu hiyo, akihudumu kama kocha msaidizi, assistant coach, mwaka 2012 mpaka 2016, na 2017 aliweza kuwa kocha mkuu ndani ya klabu ya Maltizabuga United. Maltizabuga United ambapo alikuwa kama head coach. Lakini 2019 hadi 21 alitumikia kama kocha mkuu katika kocha msaidizi katika kikosi cha Orlando Pirates, na 2021 hadi 22 alikuwa hana timu. Alikuwepo tu, hana timu. Na 22 hadi 23 alitumikia katika kikosi cha Lokomotiv Moscow kama assistant coach. Mara baada ya hapo alitimkia katika matajiri wa nchini Morocco, Raja Athletic Casablanca, kuanzia 2023 mpaka 2024 kama kocha msaidizi. Na mwaka 2024 mpaka 2025, yani hivi sasa tunavyozungumza, ni kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya Simba, na yapo madai kwamba huenda akaondoka ndani ya kikosi hicho na kujiunga na matajiri wa nchini Morocco, Wydad Athletic Casablanca. Je, undani wa taarifa hiyo upoje? Basi mengi tutaendelea kusogezea hapa katika meza yetu ya michezo ambayo huyafahamu. Mengi tutakusogezea hapa kwa undani zaidi, na nikupitishe kiukubwa zaidi
taarifa ambazo zinaendelea kutrend mpaka hivi sasa ni kwamba serikali imetoa siku kadhaa kukamilika kwa uwanja wa Benjamin William Mkapa, uwanja ambao unatarajiwa kutumiwa katika michezo, hususan katika mchezo wa fainali ya shirikisho Afrika ambayo inatarajiwa kuchezwa Mei 17 pamoja na Mei 25, ambapo Mei 17 mnyama atatimua vumbi nchini Morocco na Mei 25 mnyama atatimua vumbi katika viunga vyake vya nyumbani, yani Tanzania, katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na nikupitishe tu undani wa taarifa hii, nisema Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hussein Mwinjuma anayesimamia ukarabati wa ujenzi wa Benjamin Mkapa kuhakikisha maeneo muhimu ya uwanja huo yanakamilika ifikapo Mei 10, 2025. Ametoa maelekezo karabati miundombinu mingine muhimu ndani ya uwanja huo, ikiwemo kukamilisha sehemu ya benchi la ufundi la waamuzi kwa kuweka matairi, kuweka viti vya muda katika sehemu zilizo wazi na kuhakikisha ifikapo Ijumaa kazi hizo ziwe zimekamilika. Agizo hilo amelitoa leo Aprili 29 katika ziara yake kukagua uwanja, hususan eneo la kuchezea, yani pitch, ambalo linahitajika kuwa katika hali bora kwa ajili ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba Mnyama na RS Berkane. Yes. Naibu waziri ameagiza hayo. Na kwa undani wa taarifa hiyo ni kwamba tayari tushakusogezea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Pita pale Facebook Bongo Source Search, tafuta, utakutana na taarifa hii. Pita pale katika peji zetu za Instagram, pia utakuta tumekuwekea taarifa hii ambayo inaelezea ukarabati wa uwanja wa Benjamin William Mkapa. Yes. Hayo ni machache kuhusiana na yale ambayo tumekusogezea katika dondoo za michezo jioni ya leo. Na nikupe taarifa nyingine, ni kwamba taarifa zilizotufikia kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya Yanga, kocha mkuu wa klabu ya Yanga inadaiwa kwamba huenda akatemana na matajiri hao wa Jangwani. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga Hamdi huenda akatupwa nje licha kutokuwa na rekodi mbaya ndani ya kikosi cha timu ya Yanga. Taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo kubwa ya Jangwani zinaeleza kuwa uongozi una mpango wa kumleta kocha mwingine kwa msimu ujao ambaye atabadilisha timu kimichezo na kuipeleka mbali katika mashindano ya kimataifa. Hamdi, chanzo chetu cha habari kilimnukuu kwamba Hamdi sio kocha mbaya, lakini uongozi unaona msimu ujao tuwe na kocha mwingine ambaye ataibadilisha zaidi timu kiuchezaji na kufanya makubwa kimataifa. Kile alichokifanya Hamdi hadi sasa kitabaki kama kumbukumbu na tunatambua mchango wake, chanzo kimoja cha habari kimethibitisha kupitia Bongo Source. Hii ni dalili ya mabadiliko makubwa wanaotaka kuyafanya klabu ya Yanga, hususani katika kuelekea msimu ujao, msimu ambao wanatarajia kufanya mazuri haswa katika swala zima la kimichezo, ambapo mpaka sasa bado haijajulikana kwamba atafuzu katika hatua ya klabu bingwa au ataenda shirikisho, lakini kwa mtazamo mpaka hivi sasa klabu ya Yanga inayo nafasi kubwa sana ya kushiriki klabu bingwa Afrika, hususan
kwa alama ambazo yuko nazo. Ifahamike kwamba mpaka sasa ana alama 70, ingalikuwa amecheza michezo 26, na mnyama akiwa na alama 52 na distance 57, kumlaza 57. Distance yake na klabu ambayo ipo nafasi ya 3 ambayo ni Azam FC, distance ni kubwa sana. Kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba Azam wanao uwezo wa kumfikia mnyama leo ama kesho, manake bado lazima kumfikia nani? Yanga. Manake uwezekano mkubwa wa kucheza katika mashindano ya ubingwa ni mkubwa. Kwa hiyo wanahitaji kuboresha kikosi kwa ajili ya kufanya vizuri, hususani ni katika mashindano hayo ya kimataifa hapo msimu ujao. Je, Simba na wenyewe wamejipanga vipi katika mashindano hayo? Na wenyewe itakuwa wamejipanga vyema na wamejipanga kwa wingi kabisa. Yote ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na wanazidi kuandika rekodi siku hadi siku. Yes. Hii ni Bongo Sauce. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment na kushare video zetu mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na sisi tutapita nazo taarifa zote ambazo tutakusogezea. Usisahau kusikiliza ama na kufuatilia uchambuzi wa mchezo wa Yanga dhidi ya KVZ. Yanga anacheza na KVZ. Yanga anacheza na Zimamoto. Zimamoto kumlaza. Na Zimamoto. Hii ni Bongo Sauce. Nikutakia jioni njema. Usisahau kufuatilia uchambuzi wetu ifikapo saa 12:30. Asante sana.